nyanyuka na uondoke. Timbwi lake nalijua. Nyanyuka uondoke Naila. Tena. Fanya uondoke Naila. Wewe shoga. Wacha naifanya uko wapi? Nataka nije hapo, kuna kitu nataka tuongee hapo. Poa poa. Hivi mwanaume, unanichukuliaje na kuuliza Ashim? Nimekuja hapa mapema, sijakukuta. Ulikuwa umeenda wapi? Kwa mwanani mimi kule nimekimbizana kama chizi. Umeolia ila utakuta nyumbani. Ndio kwanza mtomeenda kwa malaya zako, si ndio? Na kuuliza wewe Ashu, usinengale kama vile sina akili. Hivi unanichukuliaje mwanaume? Yaani kila kitu nakufanyia. Yaani kila kitu nakuhendo mundani, lakini uliziki. Mbona unatamaa sana wewe? Kwa wakati ya mimi na yule nani bora? Naongea na wewe. Hivi nikufanyie nini Ashu? Mbona naonesha kukupenda kukuja lakini au pili chochote kusimimi. Hivi kwa nini? Mbona nifanyia hivyo Ashu? Sikize mwanamke. Sawa. Usioni nimekaa kimya hapo unaongea. Na uwezo kukukanda vile vile. Umesikia? Sio kuja unanipigia kelele hapa, majirani watu wanasikia tunapigizana kelele hapa. Lakini mbona hivyo unanifanyia hivyo Ashu? Au kumbuke tapi tulipotoka mwenzako, mimi nakupenda, mimi sipendi kama hivyo. Kwani nimekosea nini mpenzi wangu eti? Sasa sungelita ndani kuongea taratibu. Unachonifanyia mimi sipendi Ashu. Mimi nimeacha mambo mangapi kwa nimekufuata yeye? Nimegombana na wazazi wangu kisa yeye Ashu. Alafu leo uje kunifanyia kama hivi. Kwani mimi kitu gani ambacho nimekukosea kikubwa mpaka unanifanyia mambo yote? Mbona kama nakuonesha mapenzi yote mpenzi wangu? Usinifanyie hivyo, mimi sipendi. Ndio utakuwa ongea kama hivyo sasa. Sema mwenyewe sio unakuja na makelele kibao, kila mtu hapo unabwata, kila mtu asikie bana mtaani hapa kama sisi tunagombana, kama sisi tunajitiana. Hapo mimi yule sijakuchiti kwake. Wewe unanikuta tu yule sio mpenzi wangu wala nini. Mimi nimesimama naye barabarani, unaanza kupiga makelele. Unaanza kuleta vurugu. Baby. Babe, yupo kweli? Mambo. Kwa mambo. Karibu ndani. Sasa mgeni anasikiaje? Kweli. Unakunywa juisi, maji. Asante. Wewe, ule rafiki yangu anaitwa Janeti. Janeti, wewe ndio baba wangu. Ndio bibi wangu, nikwambia kila siku. Nampenda. Shemeji, nice to meet you. Asante, nafurahi kufahamu shemeji. Karibu sana. Asante. Hivi mwanaume, kila siku kufokeana tu. Wanaofokea wake zao wahudumia vizuri, sio wewe. Huduma. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, unataka kumaanisha mimi sikuhudumia, si ndio maana yake?
Ndio maana yake. Timiza mahitaji yako humu ndani, uone kama nitakusumbua. Sio unafoka tu. Maana yako unamaanisha kwamba mimi sihudumii mke? Yawezekana usione kile ninachokifanya kwako. Hivi wakisema wenye huduma watoke na wewe unatoka? Bwana jitathmini. Naomba usikize kwa makini. Sitaki kitu chochote kutoka kwako. Ninachokihitaji ni wewe uniheshimu na unithamini kama mume wako. Kwa lipi? Hakuna anayesikia. Toka lini unakagua simu yangu? Kwa hiyo mimi siruhusiwi kutumia simu ya mke wangu, ndio maana yake? Simu yangu ya nini unaishika? Kwanza ulikuwa unaangalia kitu gani kwenye simu yangu? Wewe ukirudia tena kushika simu yangu tutagombana. Alianza kama malaika, upendo wake ulikuwa moto wa dhahabu, lakini ndani yake kulikuwa na giza. Tabasamu la nje, moyo umejaa tamaa. Anamwangalia mume wake kama si kitu. Ahadi zote zimepotea. Shemeji, samani, naomba tu nisaidie namba zako za simu ili nikikumisi tu tunawasiliana, maana rafiki yangu kila nikimwomba namba zako anakataa kata kunipa. Na sasa tulivyokuwa wawili hapa, naomba nitumie fursa hii, naomba nisaidie namba zako za simu. Shemeji, kwenye hilo swali itakuwa gumu sana, kwa sababu ninavyomjua rafiki yako, akijua nimekupa namba, haiwezekani. Kwani shemeji, wewe utamwambia kama umenipa namba zako? Nadhani itakuwa siri, hawezi kujua. Hivi unajua rafiki yako ana wivu sana? Ya, najua. Kwa hiyo kwa mfano akijua kwamba mimi nilikupa namba, nafikiri itakuwaje? Hawezi kujua. Alianza kama malaika, upendo wake ulikuwa moto wa dhahabu, lakini ndani yake kulikuwa na giza. Tabasamu la nje, moyo umejaa tamaa. Anamwangalia mume wake kama si kitu. Ahadi zote zimepotea upepo. Usiku anavaa sura nyingine, anandonga na pesa za wanaume. Asante, ila naomba usimwambie kama umenipa namba zako. Hilo alipo kwa upande wangu, labda umwambie wewe, mimi siwezi kumwambia. Jamani, poleni, nimechelewa kidogo. Simu ilikuwa kwa mgeni hapa. Nimezarura kidogo. Kuna mtu yuko nyumbani ananisubiria. Kwa naomba niende. Baadaye nitakuja kulala hapa. Jiandae. Sasa mimi nilijua leo umekuja na mgeni, tunapika, tunakunywa. Sasa inakuwaje ghafla ghafla? Hata hiyo mimi nikwambia hakuji leo. Imekuwa tu ghafla tumepita hapa. Ujue basi. Famani kubwa. Wewe ole wako kwa sababu umekaribishwa hapa, unifanyie kwako na kujua Naila. Jamani, kimya, hakuna anayesikia.
Alianza kama malaika, upendo wake ulikuwa moto wa dhahabu. Siku hiyo nilikuwa na mishemishe mwenzako, nikachelewa hata kurudi. Ila simu yako ilikuwa ina mashaka. Ulikuwa unasemaje? Wewe acha dadangu. Nilikuja siku na moto wangu ufuje kanikata divide nikukosa. Bana, mimi nilikuwa na mambo yangu. Nilipigiwa simu huko. Ya, ndio hela. Wewe tena. Yaani kwanza dada bana hata sielewi yanzi yako. Yaani kwanza ndani sasa hivi mimi jinsi ninavyoishi na shemeji yako hata sielewi. Ya, tena. Picha ninaanza ile siku nilikuja kwako asubuhi yake. Tuko tumekanda. Kuna mambo yetu tunajua tena. Mambo yale nini? Kumaliza sasa story nini? Ndio SMS ikaingia. Ilipoingia namba imeseviwa kwenye free. Unaelewa? Alafu SMS ambayo imetumwa pale. Yaani natoke kwa wewe unaweza hata ukalia dada. Katika kuongea kumuelekeza mwanaume nakwambia kanipokonya simu kachomoka. Huyo kaondoka. Mimi tena nikakaa. Nimejilizaliza hapa kwa sababu sibia niende kwa dada nikafanya nini nikaomba hata ushauri. Ndio nikaja kwako. Nimekuja kwako na sijakukuta. Nimekaa pale shemeji akaja. Kutoka hapo nikafanya nini? Naondoka nafika njiani shoga yangu. Kilichonikuta. Yaani hata yaani mpaka nachanganyikiwa. Ndio nikamkuta bwana yupo na demu wake mwingine sio kimara chake chembamba kimekondeana kao dada wateja kwanza hivyo nakuelekeza. Bad character. Bad character. Bad character. Bad character. Bad character. Moyo wangu umechoka. Nalia kimya. Hakuna anayesikia. Basi sawa, nipe kazi. Mimi sijakuitia kazi yoyote. Ni jambo muhimu zaidi kuliko hiyo kazi. Mister. Wewe unatoka na mke wangu. Na nimekuita hapa kuja kukupa onyo tu. Hebu achana na mke wangu kwa sababu mke wa mtu ni sumu, unajua. Unajua brother, mimi sijakuelewa unazungumzia nini? Siku ya jana nilikuwa na mke wangu. Ulikuwa naye ulipokuwa? Kufika pale nikalia mshavala kati. Gombana. Demu wake wao kakimbia. Yeye naye tena huyo kaondoka. Mimi cha kufanya nikarudi kwanza nyumbani. Unaelewa? Uli nyumbani sijamkuta. Unaelewa? Yaani hata sielewi dadangu, sijui nifanye nini. Mwanaume nikashindikana ile mbaya. Nimekuja naongea naye hapa kistaarabu kanijia juu. Si kitu gani? Yaani mpaka nachanganyikiwa dadangu ndio nisho. Sijui. Ila lakini mdogo wangu unahisi nitakupa ushauri gani hapo? Wewe umeshikilia mapenzi na wewe. Unashindwa kufanya mambo ya msingi, unashindwa kufanya mambo ya maana. Wewe unashikilia mapenzi karne hii. Sasa hivi wanawake wenzio wameamka. Sio maswala tena ya kukupatiana mavyovani, ni kutafuta pesa. Ukitafuta pesa ukiwa na kitu chako cha kufanya, mwanaume hakusumbui mdogo wangu. Hakusumbui hata kidogo. Wewe mwenyewe unaona kabisa, ulikosana na baba, umeacha shule, umefika hapa, badala ya kufanya mambo ya maana, unakimbilia mahaba. Nani anakimbilia mahaba? Kwa mahaba yapi? Kwa sababu ya UHB wake, uzuri wake. Nani anaangalia uzuri wa mtu? Mdogo wangu, tafuta mtu wa maana, akupe hata mtaji ufanye biashara. Umenielewa? Mimi nimekuelewa dadangu, ila sisi dadangu. Umeona wanawake gani sasa hivi wameshikilia mahaba? Mnagombana na mwanamke mwenzio kwa sababu ya mahusiano. Kweli? Dada cheka na mimi yenyewe hataji siri. Ila saa mimi nimekuelewa dadangu. Sasa nikwambie kitu kimoja. Inabidi ukae chini na mwanamke wako. Mueleze. Sio unifuate mimi ndio kuelekeza vitu.
Kawaida yangu mimi huwa sio kuongea mara nyingi zaidi. Na kuongea mara moja pekee yake inatosha. Nimeongea kistaarabu na wewe. Sitamani tena tuonane kujulia. Sawa. Haina shida. Shukrani.